kaota ndoto ambayo alisahau. Kamtafuta ni nani atakayemkumbusha na eleze maana. Mtu wa Mungu Danieli kaifasiri ndoto ile, ndoto ya sanamu kubwa iliyotengenezwa kwa madini mbalimbali. Sanamu hii inaeleza historia yote ya ulimwengu unakotoka na uendako, mwanzo wake, tawala zote na mwisho wake, na hata sasa wapi tulipofikia. Madini mbalimbali yalitengeneza sanamu ile, huwakilisha tawala mbalimbali. Kichwa ni dhahabu, kifua na mikono yote ni vya fedha, tumbo na viuno yote ni vya shaba, miguu ni ya chuma. Hizo nyayo za miguu yake ni chuma na udongo visivyoshikamana, kutengeneza nyayo za sanamu. Jiwe lililochongwa pasipo mikono ya mwanadamu likaipiga sanamu ile yote na kuanguka. Jiwe hilo ni Yesu Kristo, liliponda katika sanamu tawala zote ilichoonekana katika ndoto ya mfalme. Tawala hizi hazitadumu milele, zitakomeshwa na kutupwa mbali, bali sana jiwe kubwa mfalme moja wa Yesu Kristo milele yote. Chagua leo uwe na Yesu. Rafiki yangu, tawala hizi hazitadumu milele, zitakomeshwa na kutupwa mbali, bali sana jiwe kubwa mfalme moja wa Yesu Kristo milele yote. Chagua leo uwe na Yesu. Dhahabu ile huwakilisha utawala wa Babeli. Fedha nayo ni wa Amedi na Wajemi. Wayunani huwakilishwa na hiyo shaba, na chuma nayo ni utawala wa Rumi. Twende kwenye nyayo za miguu yake ni utawala uliopo sasa, utawala wa chuma na udongo ndio wa mwisho. Wajaribu kuungana, lakini hilo linashindikana, maana chuma na udongo havitashikamana. Tawala hizi hazitadumu milele, zitakomeshwa na kutupwa mbali, bali sana jiwe kubwa mfalme moja wa Yesu Kristo milele yote. Chagua leo uwe na Yesu. Rafiki zangu, tawala hizi hazitadumu milele, zitakomeshwa na kutupwa mbali, bali sana jiwe kubwa